Jua linapochomoza, naanza siku yangu kwa kuwaza ni kwa namna gani ninaweza kuilinda jamii yangu ya Pwani kwa kuimarisha ushirikishwaji wa wanawake, vijana na jamii kwa ujumla katika usimamizi endelevu wa rasilimali za bahari. Hivyo basi, hufanya ufuatiliaji wa nyumba kwa nyumba, nikizitembelea kaya husika, kutoa elimu juu ya uhifadhi wa rasilimali za bahari na umuhimu wa ushirikishwaji wa wanawake na vijana katika nafasi za uongozi. Zoezi hili hufanyika kwa wanachama wa BMU na jamii ya Pwani kiujumla. Kila mwezi, wanachama hai wa BMU hujumuika pamoja kufanya vikao vya kimaendeleo na kujihamasisha katika uhifadhi wa rasilimali za bahari, ikiwemo usafi wa fukwe, upandaji wa mikoko na ufugaji wa miamba ya pweza na doria. Sio tu utoaji wa elimu, bali na mijadala ya wadau juu ya usimamizi shirikishi na endelevu wa rasilimali zetu za bahari. Nashirikiana na wavuvi na jamii za Pwani katika usafishaji wa fukwe na kutambua maeneo ya kiikolojia yaliyofanyiwa uhifadhi. Tunafanya doria kwa boti na kutumia vifaa maalum kukusanya taarifa muhimu za maeneo ya uhifadhi kwa ajili ya kusaidia kufanya maamuzi na kuandaa mipango ya usimamizi endelevu ya sasa na baadaye. Kama jamii, tunaumiliki mchakato wote wa usimamizi endelevu wa rasilimali za bahari. Sehemu ya utekelezaji wa miongozo ni kuhakikisha tunatoa fursa sawa kwa makundi ya wanawake na vijana katika usimamizi wa rasilimali za bahari na ukanda wa Pwani. Kupitia elimu hii, jamii imekuwa na mwamko mkubwa sana kwenye swala la usimamizi shirikishi. Usimamizi shirikishi unaimarisha rasilimali zetu za bahari na kupelekea jamii yetu ya Pwani kunufaika kwa ufanisi mkubwa sana. Kupitia uimarikaji wa mikoko, ukuaji wa nyasi bahari, ustawi wa matumbawe na ongezeko la idadi ya samaki na viumbe wengine wa baharini. Nashukuru sasa hivi yale ya zamani sio kama ya sasa. Kina mama tunajihusisha na uongozi sasa hivi. Na pia tusingejihusisha na uongozi ni kwamba tumepata mafunzo mbalimbali. Na mpaka muda huu sisi tuko kipaumbele kwa kulinda rasilimali ya bahari. Kama hivi tunaenda baharini kuchokoa pweza, kuchokoa madome ili tupate riziki, kuwasaidia kina baba majumbani kulea watoto, wasome, wapate kula vizuri, wapate kulala vizuri. Pia tumepata elimu pia uhifadhi wa mwamba. Kumbe wavuvi tunaweza kutenga miezi mitatu tukafungia mwamba, lakini mwisho tutapata samaki wengi sana. Kulikoni zamani kwa tunavua mpaka samaki tunawakausha. Kumbe kuna kuhifadhi mikoko, tunapanda mikoko kuanzia fukwe hadi baharini huko. Ina maana inawezekana zamani kwa nikimwona mvuvi haramu mimi sipeleki taarifa kwenye ulinzi shirikishi. Nilikuwa sina elimu hiyo, lakini kwa sasa kwa maana nimepata elimu, hata nikimkuta mvuvi anavua uvuvi haramu, mimi mwenyewe wa kwanza nitakuwa ni askari wa kumkamata.
na sisi hata jamii tunapambana hivi sasa kushirikishwa hatua kwa hatua na BMU. Tunashukuru kwa kweli. Bahari yetu hii katika upande wa kata ya Kwale ilikuwa ni bahari ambayo kiuchumi kidogo imeweza kuwa sio nzuri sana. Baada ya kupata elimu ya kufahamu umuhimu wa rasilimali hizi za bahari, imeleta tija kubwa kwa wakazi wa kata ya Kwale. Lakini pia imefikia mahala mabadiliko hayo yameleta taswira, mtazamo chanya wa maisha kwa akina mama na wakazi wa kata ya Kwale. Kwa hiyo tunawashukuru sana watu wa taasisi hawa wanatupa elimu hii, lakini pia tunawaomba waendelee kutupa elimu katika masuala mazima ya kuiendeleza bahari yetu kiuchumi. Naitwa Ezra Katete, ni afisa uvuvi wilaya Mkinga. Kama afisa uvuvi wa wilaya, nina jukumu kuu la kusimamia shughuli zote za uvuvi ndani ya wilaya kwa niaba ya mkurugenzi wa uvuvi. Tuna mwongozo wa kusimamia shughuli za BMUs. Sasa kwa namna ya kipekee tunashirikiana na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kutoa elimu kwa jamii yetu, kuhakikisha kwamba wakati wanafanya hizi chaguzi wahakikishe kwamba wanaendana sawa na mahitaji ya miongozo hii.